Mchumba wangu. Kusema kweli mimi moyo wangu tayari umeridhika. Na kwa kweli ilikuwa naishi maisha ya kiupweke sana. Na toka nimekupata wewe najisikia binadamu, hata afya yangu inaimarika, kwanza nakula kwa wakati. Unajua niliishi maisha ya upweke sana. Nao na mpenzi wangu, kitambi kinakuja hichi na kupikia vizuri. Ndio, mafuta yameshaanza kuwa mengi. Jamani kupunguzia mafuta. Ndio vizuri. Kwa Mungu vile. Yaani najisikia hasa ni mwanamke. Na vishavu vyangu vimeanza kunifanya. Sasa. Ndio. Unaonaje basi ukaandika barua kanipekea kwa wazazi wetu? Maana unajua ninavyoishi na wewe. Ipo siku nitaugua, ipo siku nitakufa. Inabidi wazazi wajue. Kweli, afuta kwa sio vizuri. Naishi na mtu tunafanya tu dhambi na kwa sio poa. Inabidi tu wazazi wajue mimi naishi na wewe. Sawa, yani tuende kihalali zaidi. Okay. Sasa basi mimi nikuahidi kitu. Leo namtafuta mtu anaitwa Mshenga ili nimwambie bwana tunafanyaje, nielekeze barua inaandikwaje ili tupeleke kwenu. Huo ndo kweli. Tafurahi, asante sana. Tafurahi. Jamani usiache basi. Leo sikudanganyi. Ili saa Mshenga anipe maelekezo barua inaandikwaje. Maana sijawahi kuandika barua. Inaandikwaje? Sijawahi. Ndio kwanza naenda kuoa hivi sasa. Fanya hivyo. Sawa. Kwa Mshenga ataniambia lini ana nafasi nzuri nimwelekeze kwenu wapi kapeleka barua. Ina maana upo juu kwetu. Namuelekeza Mshenga sasa. Kwa bwana kwa pale. Naenda naye kabisa hivi ajificha anambia, "Una pale." Peleka barua waambie, "Jamani nimekuja hivi natoa posa na uchumba."